Haleluya, mtumishi wa Mungu. Ningependa kukaribisha katika kipindi kizuri cha kutafakari neno la Mungu. Leo napenda tufunue kitabu cha Ayubu. Ayubu ule mlango wa 22, ule mstari wa 21. Maandiko matakatifu yanasema, mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndivyo mema yatakavyokujia. Uyapokee tafadhali mafunzo yatokayo kinywani mwake, na maneno yake yawe moyoni mwako. Ukimrudia Mwenyezi utajengwa, ukiondoa udhalimu mbali na hema yako. Bwana Yesu apewe sifa. Ningependa tuzungumzie kwa habari ya kumjua sana Mungu. Kumjua Mungu sio kumtambua jina lake, na si kwamba labda kumjua Mungu unaenda kanisani kila siku. Unaweza ukafanya ishara zote za unyenyekevu, lakini Mungu unakuwa bado haujamjua. Haujamjua kwa sababu gani? Pindi ambapo unapata changamoto, msaada wako wa karibu huwa unaanzia wapi? Unampigia ndugu yako au unaanzia kwanza kuwasiliana na Mungu? Nina maana kwamba we mwenyewe hapo unaweza ukajua kwamba tegemeo lako la kwanza huwa ni nani. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini hapa anaposema kwamba ndivyo na mema atakavyokujia, katika shida na changamoto zote, hauwezi ukavuka kwa kumtumia Mungu kama haujamjua vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Ningependa kujaribu kuingia kwa undani kidogo ili tuweze kumjua Mungu. Lazima tuwe wasomaji wa neno la Mungu. Lakini mbali na hivyo, lazima tumtumie katika maisha yetu ya uhalisia. Tunaanzia kumjua Mungu kuanzia rohoni na wala sio mwilini. Bwana Yesu apewe sifa sana. Sasa watu wengi huwa wanatengeneza mazingira kwamba wanamjua Mungu katika hali ya mwili. Lakini nataka nikwambie mpendwa, kama Mungu haujamjua kutoka moyoni, utakuja kuumbuka. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa sababu kuna nyakati ambazo unaweza ukafikia kama unamtumia Mungu, lakini hautaweza kupata matokeo. Kwa hiyo nikutie moyo kwamba huyu Mungu tukimtafuta kwa bidii, kwa sababu Mungu tunamjua katika maandiko, lakini Mungu tunamjua katika maombi na kuwa na ibada za mara kwa mara. Asilimia kubwa watu wengi wanamtafuta Mungu nyakati za changamoto. Bwana Yesu apewe sifa. Gari kiharibika, huwezi ukaekti ufundi. Lazima uwe una mafunzo maalum ya kutengeneza gari. Kwa hiyo ndugu, ukitaka kumjua Mungu kwa undani, hebu mtafute kwa bidii. Lakini kitu kingine ambacho nitamani nikwambie siku ya leo, matokeo hayawezi kutokea kama haumwamini. Maana yangu ni kwamba kama hautumii imani, kwa sababu kuna imani za aina mbili, imani za gizani na imani za nuruni. Kwa hiyo kama hautumii imani ya nuruni, Mungu hawezi kufanya kazi sawasawa katika maisha yako. Watu wengi huwa wakipatwa na changamoto wanatamani Mungu awasaidie, tena wapate majibu kwa wakati, lakini wameshindwa kufahamu kwamba kuna process za kumfanya Mungu awe karibu yako. Maovu yako yamekutenga mbali na uso wa Mungu.
Iweje ukipata changamoto haraka unamuita Mungu na kati haujatengeneza mazingira ya kuwa karibu na Mungu. Bwana Yesu atusaidie sana. Sasa nitamani nikufundishe kitu kimoja. Imani yako ulionayo, Biblia inasema ni ndogo sana, ambayo sasa inafikia sasa haina hata ule ukubwa wa punje ya haradali. Sasa Mungu anasema tukiwa na imani kubwa kama punje ya haradali, tunaweza wa kuamrisha vitu vingi na vikakutii. Sasa tafsiri yake ni kwamba imani zetu hata punje ya haradali haijafikia. Kwa hiyo nilikuwa napenda nikushauri kitu kimoja. Imani ina kawaida ya kukuzwa, na uitumie kwa matendo, ndio inaweza ikaleta matokeo. Kuna vitu vidogo vidogo unaweza ukawa unajaribu kutumia imani yako, yaani kutengeneza mazoezi ya kuamini. Bwana Yesu apewe sifa. Imani chanzo chake ni kusikia, ndio neno la Mungu. Sasa usipoifanyisha mazoezi, hauwezi ukaona matunda ya imani yako, na wala hutajua una kitu gani kikubwa ambacho kinaweza kikakusukuma kusaidia katika changamoto zako. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa kuna hatua za kufanya mazoezi katika imani hiyo hiyo ulionayo.